Nimefika hapa eneo la tukio kwa ajili ya kuja kuwasalimia na kuwapa pole wahanga wa tukio hili. Ni tukio kubwa ambalo nadhani mmeona karibia nchi nzima leo, yaani karibia nchi nzima leo Mkuyuni imetrendi kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ya tukio hili la mafuriko yaliyotokea hapa. Lakini nimefika mwenyewe kwa ajili ya kujihusisha. Kwa nazungumza na wananchi hapa, nawaeleza tayari tumekwisha kuanza vikao vya bunge kule Dodoma. Lakini baada ya kupata taarifa ya maafa haya ikanilazimu nifunge safari kuondoka Dodoma, na namshukuru Mungu nimefika salama. Lengo ilikuwa ni kuja kuwapa pole, lakini nje na kuwapa pole niweze kuwasikiliza wananchi nini kilichotokea hapa na tupate ushauri wao, ili ninapoondoka kwenda serikalini basi na mimi nikaishauri serikali nini iweze kufanya hapa ili next time isiweze kutokea. Lakini kwa kila ambacho nilikibaini kwa haraka nimeelezwa na mashuhuda ambao wamekuwepo hapa, lakini pia nimezungumza na baadhi ya wataalamu kwa maana ya watendaji wa serikali. Wamesema changamoto kubwa ambayo imesababisha na ndio chanzo hasa cha mafuriko yaliyotokea ni huu ujenzi wa mradi wetu wa reli ya kisasa ya SGR. Na ndugu wananchi, mtakubaliana na mimi, mradi wote unapokuja huo una faida na hasara zake. Moja kati ya hasara ambayo tumeipata imekuwa chanzo cha mafuriko ya leo. Nimeelezwa maji yote yanayotoka kuanzia kule Fela kwenye lile tuta moja. Zamani maji yalikuwa na njia nyingi, yaani yalikuwa na midomo mingi, maji yalikuwa yanasambaa. Sasa hivi kwa sababu tuta limejengwa moja na ni kubwa, maana yake maji yamekuwa na mkondo mmoja, yameelekezwa sehemu. Kwa hiyo tumekubaliana ziko hatua za kuchukua kwa haraka, kwa sababu hatujui mvua itanyesha usiku, itanyesha kesho au kesho kutwa. Kwa lazima tuchukue hatua za dharura za haraka ili kuweza kuwanusuru wananchi wasipate madhara kama ambayo yametokea leo. Nadhani unaweza ukaona hii ni taasisi ya serikali hapa. Kuna uharibifu mkubwa sana kwa mali kwa wananchi wengi, hata kwenye soko letu la Mkuyuni hapa. Karibia kila mfanyabiashara aliyeko pale amepoteza mali zake. Kama ni mahindi yamelowana, aliyekuwa na dagaa zimelowana, maharage yamelowana, kila kitu kimelowana. La mwisho kwa jamii ambalo nimezungumza na ninyi, nimewaomba sana kwa wale ambao mnaishi ng'ambo ya pili hapa mtaa wa Kambarage, nadhani ni vyema sasa kuishi kwa kuchukua tahadhari kubwa sana, kwa sababu madhara haya inaonekana yameanzia upande wa pili. Kwa hiyo kwa sababu hatujui kwamba mvua itanyesha muda gani tena, ni malamia tukachukua hiyo tahadhari. Kama tuna ndugu marafiki, kwa wale ambao nyumba hazijapata madhara sana, tuchukue tahadhari kwa ajili ya watoto na familia ambazo tunaishi nao. Baada ya kuyasema hayo, ndugu zangu, mimi nawashukuruni sana. Mungu awabariki. Makubwa ni kuishi kwa kuchukua tahadhari. Tahadhari ni muhimu sana, kwa sababu hatujui siku wala saa kwamba mvua itanyesha tena lini na muda gani. Jenga magorofa hapa hivi sasa. Hii nyumba za hivi.